Karibu. Taifa la China limeishtumu Marekani kwa kuilaghai na kuapa kukabiliana na hali hiyo hadi mwisho baada ya rais wa Marekani Donald Trump kutishia kuongeza ushuru zaidi kwa bidhaa za China zinazoingia Marekani. Trump amesema ataongeza ushuru kwa bidhaa kutoka China kwa zaidi ya 100% ikiwa Beijing haitaondoa ushuru wake wa kulipiza kisasi kwa bidhaa za Marekani. Kuna wasiwasi kwamba hatua hiyo itasababisha vita vya kibiashara kati ya mataifa hayo mawili yenye uchumi mkubwa zaidi duniani na kusababisha kudorora kwa kiuchumi duniani. Wizara ya mambo ya kigeni ya China ilifanya kikao na waandishi wa habari ikionya kwamba Beijing iko tayari kukabiliana na hali hiyo. Nataka kusisitiza kwa mara nyingine tena kwamba vita vya kibiashara na ushuru havina washindi na ulinzi hauna mstakabali wa baadaye. Watu wa China hawafanyi fujo na hawaogopi matatizo. Shinikizo, vitisho au usaliti, hiyo sio njia sahihi ya kushughulika na China. Na China itachukua hatua zinazohitajika ili kulinda kwa udhabiti haki na maslahi yake halali. Ikiwa Marekani itapuuza maslahi ya mataifa haya mawili pamoja na jamii ya kimataifa na kuendelea kusisitiza kuhusu vita vya kibiashara na ushuru, China itapigana hadi mwisho. Awali masoko ya hisa ulimwenguni yaliimarika kiasi baada ya hisa zao kuporomoka kwa siku 3. Hatua hii inakuja baada ya Washington kukubali kufanya mazungumzo na nchi zingine zilizoathirika na ushuru wa Trump. Nchi za Afrika pia zina matumaini kuwa zinaweza kufanya makubaliano ya kuokoa mpango wa kibiashara kati ya Marekani na Afrika wa AGOA ambao unaruhusu nchi za Kiafrika kuingiza bidhaa Marekani bila kulipa ushuru, kama anavyoeleza waziri wa biashara wa Afrika Kusini. Mawaziri wa biashara watakutana baadaye mwezi huu nchini DRC ambapo AGOA itakuwa kwenye ajenda yetu kuu, na nia itakuwa kuunda mbinu ya pamoja tunapoenda kushiriki katika mazungumzo ya AGOA. Na taarifa hiyo ndio inayotuhitimishia taarifa yetu kuu usiku huu. Wizara ya afya ya Gaza inayosimamiwa na Hamas imesema watu 58 wameuawa katika mashambulizi yaliyotekelezwa na vikosi vya Israel. Wapalestina 19, baadhi yao wakiwa watoto, waliuawa katika mashambulizi hayo ya usiku katika maeneo ya kati na kaskazini mwa ukanda wa Gaza. Idadi ya waathiriwa katika eneo hilo imeendelea kuongezeka kila siku tangu Israel ianze tena mashambulizi yake mwezi uliopita. Mashirika ya Umoja wa Mataifa yametoa wito wa kusitishwa kwa mapigano na kuanzishwa tena kwa misaada inayohitajika. Akizungumza akiwa ameshinikizwa wakati wa ziara yake katika ikulu ya